Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Maneno yaliyodaiwa kutoka kwa kiongozi mkuu mpya wa Irani ni sehemu muhimu katika kuwasaidia watazamaji kuelewa wapi mgogoro huu unaelekea, na yalirushwa hewani kwa thamani yao dhahiri ya habari, yani waliostahili. CNN wametoa hiyo. Vyombo vingine vya habari ikiwa pamoja na AP vilitoa tahadhari kuhusu kile ambacho Khamenei alisema, ahadi yake ya kuendelea na mashambulizi dhidi ya nchi zingine za Kiarabu katika eneo hilo, mipango ya kuzuia usambazaji wa mafuta duniani, ilikuwa vichwa vya habari. The New York Times iliongoza tovuti yake na hadithi kuhusu hotuba hiyo baada ya muda mfupi. Baadaye ikaandika kwamba hotuba hiyo ilikuwa ishara ya awali jinsi kiongozi mkuu mpya angekaribia vita na jinsi atakavyoiongoza nchi. Yani ilikuwa ni hotuba muhimu ya kutoa mwelekeo. Nadhani niliongea kwenye mazungumzo ya mchana. Dunia inaangalia kwa matarajio mwelekeo gani vita hivi vitachukua, CNN ilisema. Maneno yaliyodaiwa kutoka kwa kiongozi mpya mkuu wa Irani ni sehemu muhimu sana katika kuwasaidia watazamaji kuelewa wapi mgogoro huu unaelekea, na yalirushwa hewani kwa thamani yake dhahiri kabisa ya habari. CNN imekuwa shabaha iliyopendelewa na Rais Donald Trump kwa muda mrefu. Kuanzia muhula wake wa kwanza, ni wakati mgumu sana kwa mtandao huo kwa makubaliano, ambapo Paramount Global ilitaka kuinunua kampuni mama ya CNN na Warner Bros pamoja na Discover, na yakaibuka maswali kuhusu uhuru wake wa uhariri siku zijazo. Kwa hiyo biashara ni kama vile ilikwama. CNN ilimuonyesha mtangazaji wa habari akisoma sehemu ya matamshi ya Khamenei kwa Kiajemi pamoja na tafsiri ya Kiingereza. Haikuyatangaza kikamilifu. Baada ya hotuba hiyo, mwandishi Nick Patton Walsh alitoa maelekezo kwa mtangazaji Kate Baldon akibainisha kuwa jinsi ya kutoonekana kwa kiongozi huyo anayeripotiwa huenda alikuwa amejeruhiwa katika shambulio la angani, na kulikuwa kuna umuhimu kama alivyosema. Tulikuwa tunasubiri kuona uso wa mtu huyo ili tuwe na uthibitisho wa afya yake, uhai wake, Walsh alisema, na hawajakutana wakati huo. Badala yake inaonekana ujumbe ulioandikwa kwa mkono ambao kwa kiasi kikubwa unarudia mambo ambayo tayari tulikuwa tunayajua. Meelewa ugumu wa habari, meelewa ugumu tunaokabiliana nao kwenye habari. Tunakabiliana na vitu vigumu kweli kweli kwenye kupasha habari zetu. Ndio maana kuna wakati tunawasukuma muende mkafanye subscribe kwenye baadhi ya channel zetu nyingine huko pembeni, kwa sababu ili tunajua wakati wowote watatutoa kwenye reli. Tunajua wakati wowote watatutoa kwenye reli, kwa sababu hawataki kabisa kusikia kuwa tunazungumza habari ambazo zote zinakuwa kinyume na wao. Hizo hawataki. Hiyo hawataki kabisa. Yani wanataka tuzungumze zile habari wanazozipenda. Fikiria kuwa huu ni mtandao wa Marekani. Na niliwaambia kuwa unajua Trump alivyoingia kwanza akaifunga kwanza VOA. Kwa sababu VOA ilikuwa ni kama CNN. Haikuwa upande wa Trump. Ilikuwa inapingana sana na tabia au matukio ya Donald Trump alikuwa akiongea. Ilikuwa ikipingana naye. Kwa hiyo cha kwanza Trump akaila kichwa. Akaila. Baada ya hapo akaamua kupiga mnada kabisa. Akaifunga kabisa Voice of America. Sasa CNN si chombo cha serikali ya Marekani. Vyombo vya mrengo wa kulia kama Fox, CBS na vyombo vingine umeviona ukitazama habari yao. Habari yao zinakupa upande mmoja wa habari ambayo imetengenezwa. Upande mmoja habari ambayo imetengenezwa. Sasa Uturuki wanasema Turkey says NATO defense intercepted third missile from Iran. Wanaiomba Irani ijifikirie mara mbili kuwa hayo ni makombora ya tatu ambayo Uturuki wanapangua kwenye wave ambayo wanadai kuwa yametoka Irani. Awali Irani walikanusha kuwa
Gazeti la The Haaretz la Israeli limeweka heading kubwa, linasema don't fall for regime change talk, Israeli is mowing the lawn in Iran. Wanakubaliana na kile nilikizungumza mchana. Haya nilikuwa napitia, kuna kitu hapa nakiangalia. Watu wawili wanaripotiwa kuuawa kwenye mashambulizi ya droni kule Omani, kwenye poti ya ile iliyoshambuliwa ya Salala kule, na watu wawili wanaripotiwa kuwa waliuawa katika ile mashambulizi, lakini na wengine majeruhi. Hii taarifa nilizungumza nikasema kuwa Omani na Iran wamesema wanaendelea kufanya uchunguzi kugundua hasa zile droni zilikuwa zimetoka sehemu gani. Milipuko inasikika Tehran, huku mamilioni ya Wairani wakiwa barabarani. Msisahau kuwa leo ni Quds Day. Leo ni siku ya Quds. Siku ya Quds, hii siku huadhimishwa katika kila Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani kila mwaka iliwekwa kwa ajili ya kuadhimisha kitu kinaitwa Quds. Quds Day ni ile siku ambayo inaomboleza au inafanya kumbukumbu ya Wapalestina, hasa katika ukombozi wao wa taifa lao na nini. Kwa hiyo ni sherehe maarufu sana ambayo huadhimishwa katika ulimwengu, hasa nchi zenye idadi ya Waislamu, lakini nimeona kuwa kuna nchi zingine ambazo hata sio za Waislamu, kwa sababu Uingereza, niliwasomea hii taarifa jana kuhusu Uingereza kuzuia watu wasifanye hii sherehe ya Quds, wasifanye sasa, lakini nilisema huenda wangewakilisha kile ambacho wanasema. Ali Larijani and the top Iranian official appear in Al-Quds Day march. Wameonekana kwenye haya Quds Day. Ali Larijani ameonekana pamoja na baadhi maafisa wa Irani wameonekana. Haya. Jana kuna taarifa moja nilitaka nikuletee. Hii taarifa ilikuwa imetolewa na baadhi ya vyombo vya habari. Ilikuwa imetaja Iceland pamoja na Netherlands ilikuwa imejiunga kwenye kesi ile ya ICJ ya Afrika Kusini dhidi ya Israeli kwenye ile genocide case. Nadhani mnaikumbuka hii kesi, ni maarufu, ambayo nimewahi kuieleza hapo nyuma kuwa Afrika Kusini waliwasilisha hii kesi kwa mahakama ya ICJ wakishutumu kile kinachofanywa na Israeli kwenye ardhi ya Gaza, na baadhi ya nchi zimekuwa zikijiunga hasa na hii kesi kwa muda mwingi, wamekuwa wakijiunga nayo kwa hii kesi. Wamejiunga, nchi nyingi zinajaribu kujiunga, kuongeza ugumu, yani kuongeza nguvu, lakini niliwahi kuambia kitaalamu kuwa nchi ambayo itajiunga itabidi ipate idhini kutoka kwa anayeshtakiwa na anayeshtaki. Yani ukijiunga lazima athibitishe Israeli, lazima athibitishe na yule ambaye aliyofungwa mashtaka, yani South Africa. Kwa hiyo kuna nchi nyingi ambazo ziko nyuma ya hilo, yani nyingi nazikumbuka kuwa zimejiunga na hizi kesi. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Kuna kitu nimekizungumza kwenye andiko langu ambalo nimeliweka YouTube. Ukipata muda utalipitia. Kuna kitu ambacho nimekieleza kwa kiasi, kwa vile kwa jinsi kilivyokuja kwangu mimi. Japokuwa wakati mwingine sitabiri, ila huwa nasema ishara. Naweza nikaona ishara fulani ambayo hii inaweza ikatokea. Kwa ishara zangu, mjadala wa mazungumzo ya Iran, Israel, Amerika hauko mbali sana. Hauko mbali kwa ishara nilizoziona, na nimefafanua. Ukipita kule YouTube utaona ufafanuzi wangu, kwa sababu nimejaribu kupitia tena kwa mara nyingine hotuba aliyoitoa Masoud Pezeshkian juzi, na hotuba iliyotolewa na kiongozi mkuu jana. Nikapitia hotuba zote za Trump nyuma wakati anaomba mazungumzo na wao walikuwa hawataki. Jana hotuba ya Netanyahu. Unajua watu wengi wananiuliza Netanyahu kafani. Jamani, hotuba ya Netanyahu ya jana ilikuwa ni current. Yani hilo nataka kuthibitisha kuwa hotuba ya Netanyahu ya jana ilikuwa ikizungumzia masuala ya siku husika. Yani masuala hayo ambayo yapo active. Kwa hiyo ukichukua taarifa zile za nyuma, kuanzia ile Netanyahu amepotea, hayupo, amekupa, amefanya nini, lakini jinsi ile hotuba alikuwa akiitoa, maybe AI tuseme tufanye nini, lakini
alizungumza na waandishi wa habari katika mambo ambayo ni current, mambo ambayo yapo kwa wakati huu na yanayotokea kwa wakati huu. Hata alivyozungumza kuhusu matamanio na kile kijacho, ni kuwa alikuwa anazungumza mambo ambayo yanagusa wakati huu tulionao. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa ile hotuba nilikaa nikaisikiliza, ni hotuba ambayo si live, haikuwa mubashara, ilikuwa recorded, lakini japo kuwa ilikuwa recorded, lakini ilikuwa ni halisi. Kwangu mimi nilikuwa naiona ni hotuba halisi, kwa sababu maswali yalikuwa ni yanayohusu vitu vilivyopo kwa wakati huu. Maswali yalikuwa yanahusu matukio yote ambayo yako current tuko nayo. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni hotuba ambayo ipo. Kwa hiyo ukiniuliza Netanyahu nitakwambia yupo kupitia ile hotuba niliyoiona. Sasa ukichukua ile hotuba ya Netanyahu, ukachukua yale yanayoendelea, unapata jibu kuwa mazungumzo hayako mbali sana.